Eh? Okay, so when these assumptions are tested, our sense of security is shattered. Sasa unaanza kusema hata siamini mapenzi tena, kwa sababu my sense of security is shattered. This is what I believed and now it is no longer there. So why? Because at the most fundamental level, kwa undani wetu, in our inner world, tunaamini ya kwamba, okay, we can determine what happens to us. That tukiwa watu wazuri, watu wema, watu wa haki, basi vitu vibaya vitatufanikia. But then after we do all that and then bad things happen to us and you're like, so what's the point? What is the point? What is the point? Okay. So we call it the shattered assumptions theory, that sometimes we have certain beliefs and those beliefs can be shattered. Beliefs that we have about love, about people, about God, about the world, about ourselves. You know, we start asking questions. What was I thinking? What was I thinking? Nilikuwa nafikiria nini? Kwa nini sikuona huyo mtu ananidanganya? Yeah? So assumptions are tested and they are shattered. Okay. Now, why do we call it a disorder? Very, very simple. Because it's characterized by a failure to recover after experiencing or witnessing a terrifying event. Okay. And as I can see here, Sophia, who has a background in psychology, has mentioned that, yeah, we usually use around 3 months to say, okay, whether this is PTSD or not. So, tuwezi sema kwamba kitu ni PTSD kwa sababu ya, kitu kilikufanyikia jana ama last week, and then you are having some dreams about it. Hiyo ni PTSD. Like, kwa kisaikolojia kuna muda wa kuangalia the timeline, yes, and someone has mentioned there that, yes, it's an event that occurred and produces a very high, severe, I guess, discomfort to a person. After 3 months or more, the person still experiences the same negative feelings towards the event. So the major thing there is to understand is 3 months. Also, it's important as a measure of knowing. So PTSD is a clinical, as we say, condition. It's a clinical condition that is tested by clinical psychologists mainly, but also counseling psychologists are sometimes trained also to test for it. Now, the condition may last months or years, okay, with triggers that can bring back memories of the trauma, accompanied by intense emotional and physical reactions, okay. So unakuta mtu kwamba akiingia kwenye chumba fulani anaogopa tu, pengine alinajisiwa kwenye kile chumba, ama akiingia kwenye daladala anaanza tu anxiety, kuogopa, ama akiona mtu fulani anafanana na mtu ambaye alimtendea kitendo kibaya. So all those things can be triggers. They can be triggers, accompanied by intense physical and emotional reactions. Okay, so treatment includes now medication, dawa, ama kwenda kumwona a therapist. Therapist like Sophia, who is here, and also Farisa, they are all therapists. Very common. Okay, now what are the types of trauma? Very simple, very simple. Types of trauma. Please type in yes if you're with me so far. Type in yes because I can't see you, so I don't know whether you're following me. I'm speaking to a laptop. If you're following me and you're with me, please type in yes. Very good, fantastic work. Thank you very much. I'm talking to a laptop, so I really don't know whether people are there or not. Beautiful. I can see lots of yeses coming in. I appreciate that. Okay, so what are the types of trauma that we've got? So we have what we call now acute trauma. Acute trauma is what we call type 1 trauma, which is basically one event. It means one serious event, one serious difficult event. Tuseme one single car accident that was terrible, gari ka roll and that has left you with bad memories of vehicles and public transport. Okay, so acute, something that's acute, type 1. Now, when there is maybe, let's say you have had multiple experiences of the same abuse. So let's say kuna mtu amekuwa sexually abused many times over, many times. We call that chronic. Okay, so acute becomes chronic
when sasa ni the many events that you've had. Okay. Kama mtu alikuwa anateswa na mzazi wake na sio siku, ilikuwa pengine ilikuwa tu siku moja, wakati mmoja acute. Okay. Lakini kama ilikuwa inatendeka muda wa miezi mingi, miaka mingi, we call that chronic. Wakati sasa zimekuwa sio kuteswa tu, kuna kuteswa, kuna kunyimwa chakula, kuna car accident, kuna sexual abuse, kuna lakini mingi sasa, we call that complex trauma. Okay? Complex trauma. Na pia kuna kitu tunaita secondary or vicarious trauma. Okay? Hii ni trauma ambayo inatokea wakati una witness someone you love being traumatized or being hurt. So pengine tuseme your trauma ni kumwona mama yako akipigwa na baba yako, ama baba yako akipigwa na mama yako, ama na mtu mwingine. Yaani umemwona mtu ambaye unampenda akiteseka sana sana, unapata kitu ambacho tunaita vicarious trauma. Vicarious trauma. Vicar means on behalf of. Vicar of Christ. Vicar. Kwa kanisani pia tunasema kuna vicar. Haya. Then kuna kile tunasema historical or transgenerational trauma, which now moves, we say this now is across kutoka kwa babu yako, baba yako, na wewe sasa kuna uoga fulani ambao unapitishwa. That's the best way I can put it for now. And then of course is what we call little t or little trauma. But the small little things that we experience in life, but they do not affect us in a very serious manner. So from mtu kukushtua akiwa amejificha mahali, they are little t traumas, little traumas. Okay, we have all experienced here and there. Very well. So what are the signs and symptoms? What are the signs and symptoms of trauma? Signs and symptoms of trauma. So what tunaangalia? Hopelessness, kukosa hope. Kukosa hope. What is hope? I know hope, but now it has disappeared. Sio mwelekeo. What is hope? What is Tumaini. Kukosa matumaini. Kukosa matumaini. Yes. Kukosa matumaini, hopelessness, anxiety, depression. I know you know these words. Hasira, anger, shame. I don't know if that is aibu or something, a different word. Denial. Mtu anakosa kabisa kukubali kwamba kitu kibaya kilimtendekea, ama anakataa kukubali kwamba kitu kibaya kilimtendekea. Again, kuwa tayari kukasirika, irritability. Irritability. Kuna hasira yenyewe na kuna uhasira pengine. I don't know if that's a word. Okay. Then confusion. Confusion, you don't know how to make decisions. Okay. Guilt. Some of these words, I think Farisa can be helping me with the translation. Sweating, of course, we know that. Racing heart. Digestive problems, where you often report having, you're having stomach problems, whether it is stomach pain, whether it is bloating. All those could be as a reason. Fatigue, kuchoka tu. Headaches and trouble sleeping, and avoidance of people because they remind you of maybe certain experiences, or because of depression, or certain places or things or thoughts associated with the event. So a good summary of that would look like this. Traumatic stress disorder. So you avoid thinking of the trauma, sitaki kufikiria, don't want even someone speaking about it around me. That you avoid talking about it, easily frightened, easily, negative mood, hauna furaha tena, negative thinking, fikra zako ni za minus kila wakati. Always on guard, unafikiri kwamba kuna mtu atakufanyia kitendo. Avoiding places, pengine ilikuwa kwa swimming pool wewe, hapo ndipo ulipata trauma yako, so you avoid going to a swimming pool. Avoiding certain activities, unataka kukaa mpweke. Flashbacks, kama ulikuwa unaogelea karibu kufa maji, sasa you keep having those flashbacks, maybe especially when you are asleep. You cannot concentrate, unakaa chini kufanya kazi lakini inakuwa vigumu sana kuconcentrate.
aggressive behavior, sababu ya kihasira. Unaweza kuta sasa watu wale wanapigana sana nyumbani kumbe ni trauma wako nayo, pengine mababa na mababu zetu, ile hasira tunaona nayo pengine ni ya kutokana na trauma ambayo hawajawahi process. Loss of interest, guilt or shame, madawa ya kulevya, usingizi unakuwa vigumu, unakuwa na ndoto mbaya. Okay. All these are signs and symptoms of PTSD. Now, what are these kind of PTSD, traumatic events? Yeah, we have physical and emotional abuse, physical, emotional, and sexual abuse. Okay, so there is that. That is part of a possible experience of that. Then we have accidents. Could be an accident, a car accident. Then we have life-threatening illnesses, magonjwa. So that can also be a source of trauma. Sudden loss of a loved one, okay, or even a job that you depended on. Natural disasters, kama earthquake, even those who live near the ocean. You can have what we call, that word is gone for the moment, bullying. Childbirth can also be very difficult for some people. Okay, very good. Now, to see if you are with me, an assault, assault ni kama kuchapwa na wezi ama, yes, physical assault, but assault usually is that you're walking home, ulikuwa unatembea nyumbani ukakabiliwa na wezi. Aya, now, agree or disagree? Tell me yes or no. Tell me yes or no. Most people who experience trauma have post-traumatic stress disorder. Tumeona traumatic events, okay? So most people who experience trauma have post-traumatic stress disorder. Okay, so trauma could be the event itself, PTSD, the experience, the effect. Let me see if you're following me so far. Tell me, do you agree with this statement? Most people who experience trauma have post-traumatic stress disorder. So I can see Edna is saying yes, Pamela is saying yes, Nancy says yes, Gwantwa, yes, Akihuru, no, Bro, yes, Shukuru Amon, absolutely yes. I guess absolutely yes, because it's okay to absolutely no. Margaret Ndokole, yes, thank you very much. Farisa, no, I think. Docha, yes. Okay, I don't know if there's somebody else. But what is interesting is no, it's no, okay? Only about 25% of people who face a traumatic event go on to develop PTSD. What people forget is people are very resilient. Very resilient. People are generally very, very resilient. That means people are able to face suffering and win. Sometimes people can actually develop trauma by being told how weak they are. Oh, hicho kitu kilikutendekea. Oh, jamani. Then ule mtu anaanza kujihuzunikia. There's a difference between self-compassion and self-pity. Kujihurumia ni vizuri. That means it's good kujihurumia because you're able to process. But kujihuzunikia doesn't help. It can make a situation worse. So what has been found is most people, in fact, after experiencing a traumatic event, in 3 months' time, usually they're able to deal with it and move on with life without without them having signs and symptoms of PTSD. So that's very, very fascinating to know. Okay, that's I don't know what you think about that. What do you think about that after seeing these results? That most people are actually very, very strong. People are able to now, don't get me wrong. I don't want us to go after this, seminar, webinar to go around dismissing people's trauma. Unaweza kaa ngumu. No. That is wrong again. That is very, very wrong. That's very, kukosa huruma. That's bad. It's not helpful. People suffer a lot. So, yes, there is some truth to what Edna is saying, very interesting. Guantwa says
hawajui tu wako nayo. There are people who don't know they have it, but we are talking here about PTSD itself, okay? And in fact, you see, just because someone does not speak about their trauma does not necessarily mean they have PTSD. It's like ni kama wale watu wanasemanga, huwa wanasema kwamba kwa mazishi lazima ulie ili kutoke. Yeah, that is not true. Kuna watu ambao wako tu sawa ku deal with their grief without bila kulia. So sio lazima ya kwamba mtu alikuwa kwenye accident mbaya, lazima sasa tuseme wewe lazima uko na PTSD. Huwezi pitia hiyo na huna trauma, huna PTSD. No, that is wrong. Not everybody has that, okay? So there are people who are able to experience this and they're able to have that memory as simply yes, it was a difficult memory. Yes, I remember it was a difficult memory, but I've been able to grow from there. Okay. So it's not necessarily this. Those who are in denial, yeah, for sure, but majority of people, time heals. Time heals. Ukiwa tu na muda na wanaweza kujitoa kwa pengine ile experience, and their life goes back to normal. Especially one thing that helps people to move on with, to heal from, not to have trauma, is that their life continues soon after normally. Okay, their life is able to continue soon after normally, and they have people who are helping them, and we'll see that shortly. Yes. So is there different degrees of the disorder? Yes, again, depending on the person, depending on their experience, okay, depending on their, so usually it depends especially on the effect, the person and the effect it's having. Because as I've told you in the beginning, two people can have the exact same experience. So let me use an example of mine. Sometime last year, I think it was last year or the year before, I was attacked by thugs with a gun. Okay? I mean, within one day or two, I had processed that and I could pass, pale niliatakiwa, I could still pass by that. Okay? Some other people who have had similar experience to mine, they have trouble for days. Okay? There is even a very interesting experience of twins who lost their parents to being murdered. They were murdered. Twins. Now, you don't get close genetically to someone like that because you share 100% of DNA. Now, Mapacha, they share 100% of DNA, okay? So a lot of their responses and their reactions are very, very similar as a consequence. And yet, in this particular experience, I don't know kama tunasema pacha mmoja, but mmoja wa wale mapacha, alipata nguvu kutoka ile experience, akaandika vitabu za kujaribu kuencourage watu, na yule mwingine akashindwa kabisa na maisha, na akapata shida ya kiakili, akashindwa kuendelea kutokana na ile experience. So two children who are twins, same experience of their own parents. One child becomes a motivational speaker, writing books to encourage people about fighting difficult experiences, and the other completely breaks down. Okay, so that is important. So there are different degrees depending on the person, depending on the experience, depending on the effects. So Nancy asks, but if the measure is getting over 8 after 3 months, what about the long-term anxiety that comes from similar events? That's what I'm saying. Now, if you still have it after 3 months, then you do have PTSD. So anxiety, what you're talking about, Nancy, is now a sign of PTSD. If after the event there has been more than 3 months, yeah, and you still have it, then yes. Then we are talking about having PTSD. Now we're talking about having PTSD. When you have these triggers, when you have the triggers of this event, and they are disrupting your day, they're disrupting your relationships, they're disrupting your capacity to do what you need to do, then you have PTSD. Okay, Nancy, are you with me? Now, let me go towards the end because I know you need some time to discuss a little bit. So post-traumatic growth, how do we grow now from PTSD? We call it post-traumatic growth, the opposite. So the experience of positive change
that the individual experiences as a result of the struggle with the traumatic event. Okay. So what happens? And that's what you do if you go to see, a psychologist, is to face the event. Lazima uangalie yale mang'amuzi. Kusema nini kilichonitendekea? And I look at it. And I face it. And that's where we get now post-traumatic growth. You cannot grow if you don't face it. So the possibility that positive change could be set in motion by the encounter with difficult life situation. Kwamba nikae chini niseme, I had this terrible experience, and I speak about it, or I write about it several times. Then I start to grow from it, okay? Because I have to speak about it. We call that extinction. Extinction in the trauma healing process. I have to extinguish it. And then I start now, we start what you call a process of attachment. Okay. The problem is so many of us simply heal from a traumatic experience or extinguish, but we don't attach a new memory with that. And so sometimes there we keep going back to the traumatic experience. Now, so what happens when we heal from it? We have more faith, like as you can see, spiritual development. We become more grateful, great appreciation of life. When we heal from trauma, we have more meaningful relationships, We have increased strength on facing other pain, So if something similar happens, I know how to deal with it. And we are even more optimistic. We are able to look for new possibilities. Kwamba nimeweza kupona kutoka yale mang'amuzi magumu, right? So I see more possibilities. So that's what happens when you heal, When you heal. Okay, so I want just to skip this one. So how do you do that? What you can do here is, of course, seek and accept help. That means you can go to see a professional, a psychologist, friends, family. All that is important. Even, in fact, one of the best ways to heal from trauma is kupendwa, Yeah, it's very, very important. Just having sense that someone loves you and is willing to walk with you in the journey, or even if you're not speaking about it specifically, that feeling of belonging. Love heals. When we say that love heals, there is evidence in psychology that indeed it has sense of belonging. So facing your feelings and your thoughts, like all that anxiety, those triggers you are having. Nancy, now let's take, for example, you've spoken about the triggers of anxiety. So next time they happen to you, don't try to distract yourself with music or with something else. Sit with them. Kaa na hizo fikra, kaa na hizo hisia. Na zitakuwa ngumu in the beginning, but kaa nazo. What am I feeling? What am I experiencing right now? What am I experiencing right now? Okay. You can do so while music is playing around you, so that your body has a sense of safety, that it is not going back to that event. So you can have some nice, enjoyable music playing. But then you can sit there with those na hizo hisia na fikra. That can help. Okay. Then, of course, making sure that you are exercising, mwili wako, move your body. Unafanya meditation kama ile Farisa amefanya at the very beginning. Unalala vizuri. Very important, especially usingizi. Kulala vizuri. Other self-care, plus other healthy coping mechanisms, okay? Lakini sasa ukichukua tuseme sasa ni pombe, pornography and all that, sasa utaweza kupona. Then of course, be patient with distressing emotions. Ya kwamba kama umeanza kuziface, be patient. Hazitaondoka tu mara moja. Hazitaondoka mara moja. Lazima ikuwe ni ile patience, ukuwe na subra. Time indeed heals. Then of course, another way of healing from trauma is forgiving, kusamehe. Na kusamehea sio kusahau kile kilichokutendekea. Hapana, hakuna kitu kama hicho. There's nothing like forgiving and forgetting. Hapana, sio kusahau. Kusamehe ni kusema sitabeba hii hasira, huu uchungu tena. Nataka kuweka chini. Sitamsahau yule mtu alinitendea hiki kitendo kweli, lakini sitaki kukumbuka kwa hasira. Sitaki kukumbuka kwa hasira. Nitakumbuka, lakini sitaki kukumbuka kwa hasira.
That is what forgiveness is. And so that's what you call now in psychology the ABCDE model. What does it mean? Nakumbuka ile event, what happened to me. Najaribu kumbuka, okay, ni nini nilichoamini baada ya hiyo event, kama magari ni mabaya, kwamba watu si wa kuaminika, kama Mungu hanipendi. Kutoka ile event sasa ninaamini kwamba baba mangu ni mbaya, kwamba wazazi ni wabaya, kwamba ndoa ni kitu kibaya, whatever it is. Then what are the emotional consequences? Niko na hasira, niko na uchungu, I'm disappointed. Ninaandika chini, I journal. Then effective new beliefs, okay, replace the irrational ones. Ninaanza kujiuliza, ni vizuri nimpatie mtu mmoja nguvu za kuniamulia maisha yangu yote. Nitaishi kwa hasira ya huyu mtu kweli? Pengine before nilikuwa naamini ya kwamba watu ni wa kuaminika. Pengine sasa naweza kuwa na a new belief ambayo inasema sio watu wote wa kuaminika. Pengine mbele nilikuwa nimeamini kwamba watu hawawezi, people cannot hurt me. But now I can have a new belief. Some people will hurt me. That's a part of life. Part of life. So naanza kuzi-challenge disputations to challenge irrational beliefs. So we call it ABCD. Now I keep doing it. I keep doing it with all the challenges that I'm having. Yeah, very well. Okay. I've tried to rush a little bit because of time. Unless now there's a question, I would want to stop here. Asanteni sana. I hope tumeweza kuelewana. I hope you're able to understand what I was speaking about very well. And unless there's a question, I would want to hand it back to Farisa. Is there any question for me? I would want to leave you for the few minutes that Farisa might need. Yeah, any question? First of all, tumeelewana? Please type in yes kama the session was helpful to you. Edna says very well presented. Okay. Mr. Kamau, you are muffled. I am muffled. Okay, now you're back. Okay, please go ahead. Akili Huru anasema ya kwamba yes, that was very informative, very good, Pamela. Yes, shukuru. Yes, fantastic work. Okay, Margaret, yes, thank you so much. I have used all the Swahili that I have, so forgive me that, even though I lived in Tanzania for 4 years, my Swahili has gone after many years since I left, 12 years now. So thank you very much for the invitation. I appreciate it. If there's no question, I would want to end at that point. And to thank you and Farisa in particular for the invitation. And God bless you. Santeni. Thank you so much, Mr. Kamau. Before you go, I just realized we had a Spanish speaker in this and we're busy speaking Swahili. But anyway, I see she had internet issues. But thank you so much. You have spoken more Swahili than I did. I swear, you could ask them. You spoken more than me. So greatly appreciate the efforts, and I'm glad the few that have been able to join us today are also, happy with the presentation. I think if there are no more questions for Mr. Kamau, we can now just take 5 minutes to enter our breakout sessions. Unless you want, wait, give me a sec. Sorry, just a sec. Wait. Yes. I would like to take this opportunity to just have us reflect just for 5 minutes on this. So, Mr. Kamau, if you still have some time, you could join us when they give their own feedback after being in the breakout session, if that's not too much for you. I don't know how to do breakout sessions, so Batu said, allow me to let you do that just for 5 minutes as we conclude, 4 to 5 minutes basically, where in the groups of we're now 11 in groups of what?
threes, I guess. We just do some self-reflection on what has been talked about, what impact has today's session had on you, any takeaways, and what you see yourself doing from now going forward, especially having known that just because you've gone through a traumatic experience does not mean you have PTSD, but also that doesn't mean that you can dismiss someone of their traumatic experience just because they don't show it. So, with that being said, that to say, how do I do? Can you just help me Just do the give me host, relaxation? return me to be the host, then I'll do it. Don't worry. Just give me the How do host. I? How the hell do I give you the host power? Go to participants and then on my name, Ah, if you click, you can do that. make host. Actually, Yep. never mind. I have reclaimed my host. Never Oh, mind. It's good. Good. all Yeah. right. Um. Yeah. That should All right. be. If it's possible to join the breakout room, that would be nice. Ili tukajadili kwa pamoja, alafu tutarudi tena. Dakika 5 tu, then tunarudi. Asante. Nimejikuta mwenyewe kule, partner wangu alikuwa haongei. Pole, acha tuongee na wewe basi, tubaki. Swali lilikuwa linasemaje tena, nimepita. Sasa tulikuwa tu tuna discuss like just the session na kuna vitu gani umejifunza, can you relate, things that you knew you didn't know, just a general Mimi discussion. session imenipa diagnosis na Umejipa PTSD. diagnosis? Session imenipa diagnosis kwamba I have PTSD. Ah, sasa what are we doing to go to PTG instead of PTSD? How are we growing from there?
ile growth ndo Mhm. nafikiria hapa. Nimeona session inataka kwenda kwa therapist. Hizo process nyingine nazifanya kama hizo, to sit on the event, kuisikilizia, kuallow the feelings. Sema sasa kwa sababu inajirudia rudia, maybe it's time to consider therapy. Yeah, and sometimes it's just being patient, to be honest. You know, kwa mfano, I remember reading a paper way back. I shared it with Kuzi when she was going through her things, and I was like, the brain takes an average of 52 months to forget. 52 months to forget an event. 52 months ni miaka So, mingapi? yeah, Kama minne hivi or the more. the more you are engraved into that behavior, person, the more experiences you had them, you can imagine how many months will it take for you to forget. Basi nina muda kwa Yeah, so patient. the biggest ni kwamba, how do you feel? Yani, does it impair your day-to-day life? And that's very important. Kama inaanza kuathiri namna yako ya maisha, then it's like, okay, this is not good. Lakini kama you've already figured some of the triggers and you're on that journey, as long as you're on a journey, that's not a problem. Shida kubwa ni hivyo, if you're feeling stuck and now it's impairing your ability to move through, hiyo ndio shida. Okay. Oh, manake ni journey. So it needs patience, needs grace. Ujipe mwenyewe grace. Yeah. Yeah. Na Yeah. wewe, how are you? How are you progressing? Yeah, I think for me, I learned to get the beautiful things that that I got, and then when I get the negative, najitafutia muda wa kuprocess, because they come, the negative come. They come. So just giving myself grace, I'm learning to do that, knowing, okay, it's not a good day, but no days are perfect. Yeah. Kwenye muda wa kuprocess, what do you do? I'm a journaler, so I journal a lot. Okay. I like to write down. I think it helps me process. I write. And if I'm in a place where I can go out and see nature, I like that, especially like sunrise and sunset kwangu are very therapeutic. Sasa I hivi like siliko that. adimu. Natusta umetukata mapema. There are people who are sharing umetukata. Umesema 5 minutes na mimi nimewapa 7 minutes. Benny, I'm sorry, and Pamela. That's fine. We can talk here today to go at church. It's just the 8 of us, so we can just open session for everyone. Okay, I would like to extend my hand to Pamela because she did not get a chance to speak on our end. If you're comfortable, please, you're free to give us your insight. I'm so sorry. Yeah, about the time limit. I did not think it was gonna take that much. Yeah, Pamela, if you're comfortable and okay, safe space, we have you here. Please go ahead. Hi everyone. Hi, Pamela. I hope you guys are okay. Thank you everybody. Thank you for the host. It was very informative session today. I have a question. I have Go been ahead. in and out when the session was going on. So I have a question. Is there a difference between PTSD and depression? Can you differentiate the two? Or PTSD can lead to depression? That's the question.
Okay. Depression is a sign of PTSD. It's just one of the things that will lead to PTSD because the difference here is in PTSD, people tend to have flashbacks of the event. But in depression, Okay. there is no really any, sometimes there's a reason why someone gets depressed, but sometimes there is no reason. So because of that, that makes the difference between PTSD and depression because Oh, in PTSD, there's okay. always an event that leads to someone to being anxious, to being depressed, to feeling all these symptoms that Mr. Kamal had highlighted. So that would be the difference. And the fact that depression can be, and more often than not, would be a sign of PTSD. Yeah, All right. yeah. Okay. I got it. Mm. Thank you so much. Okay, all right. You were breaking a bit, but I hope I was able to get to you. Yes, thank you. That was a good question. Yeah. So you realize a lot of these kind of intertwine, and that's pretty much all disorders. They overlap, but the difference becomes on like the small things that happen between, between the illnesses, and that's what we look for. And that's what specialists will look for. But more often than not, symptoms kind of overlap and that's why it's important for people to not self-diagnose and say, hey, I have PTSD or hey, I have depression. Not unless you have been told that you have through tests and all that. It's not a very good idea because what that leads is now someone working on an illness that they're not entirely sure what they have. But yes, thank you, Pamela, for that question. Anyone else? That to say, what have you learned today, Madam Lawyer? Uh-huh. Yeah, I wanted to add on Pamela, all diseases, mental, physical, ndio chinini, comorbidity, they all ni sawasawa na most of the time unakuta mtu mwenye kisukari anaumwa pia pressure and vice versa. Like that's the body the way it is. The body is intertwined. The soul, so is the mind. Kwa hiyo Mhm. hakuna clean cuts kwamba hapa kuna fancy. Well, you may affect this part of the brain, so don't affect this other part of the brain. No, unfortunately, our body is the same. Hata kwenye physical diseases, it's the same. So I think that's very important. And then for me, Leo, I think one of the things that was interesting is the post-traumatic growth, which we don't talk about more. I feel Yes, like, yes, yes, yes. yeah, I feel like we need to talk more about. But I was also very happy when he talked about resilience because I think I am a very good ambassador of telling people, but sometimes people will look at you and be like, what do you mean? Like, human beings are very resilient. Even now, matatizo yanapotokea, hata huku, yani kwa mfano vitu vya kisiasa vinavyoendelea, sometimes watu wanasema mwaka huu tutakoma, mwaka huu tutafanya nini, lakini tuna survive tu, tunaendelea, maisha yanaendelea. Kwa hiyo yani akili zetu zina capability kubwa sana ya kuevolve na kuadapt, na ndio maana tunavyojifunza hivi vitu ni vya muhimu, kwa sababu sasa vinatufanya unatambua changamoto mapema, alafu kwa sababu umetambua changamoto mapema, unatambua namna ya kujijengea sasa umadhubuti wa akili. Na nakumbuka kuna siku tuliongea hapa, I don't think if it was Pamela or was it Brenda? I think we had a long discussion ya kwamba huwezi kimbia matatizo, huwezi kimbia stresses, lakini ukijijengea umadhubuti wa akili unaweza sasa ukajiepusha na kuwa na long term disorders. So I think that was like important just to kind of have that again. Like we are resilient, if anything. Yeah, that's from Absolutely. me. Yeah, absolutely, absolutely. Thank you so much. Anyone else? Um, anyone else? Yes, Lee. I was about to call you Lilith. Boy, I'm so sorry. Grace, I think. Is it Grace? Go ahead. Hello, nimekuwa nikifikiria hapa binafsi, Mm, nimejifunza
And the session was very engaging, ingawa hatukuwa tunaweza wote labda kureply au kufanyaje, lakini ilikuwa ni session nzuri sana. Lakini kuna kitu nimekuwa nikifikiria na mnavyoongea kwamba mwezeshaji amesema trauma ni kitu ambacho kinakutokea wewe baada ya tukio, yaani sio lile tukio, ni matokeo ya tukio kwako psychologically, kama nimeelewa vizuri. How you become after an event or anything, unakuwaje baada ya hapo, kama perception zako zinabadilika au nini. Sasa sijajua generally kwamba it's only negative au inaweza ikawa positive. Mfano Datuse ametoka kuongea kitu hapa kwamba sisi binadamu by nature we are very resilient. Ukiamua kuruhusu huo upande, kila kitu unaweza ukawa flexible na ukaadapti mazingira mapya, changamoto ambazo unafikiri changamoto ukaweza ukaziishi na ukazipita, na zikaja zingine hivyo hivyo. Sasa huo upande kwamba kuna ule upande baada ya tukio fulani limekutokea, umekuja umekuwa maybe very resilient, umekuwa bold, umekuwa confident, and maybe umekuwa non-conformist and everything. Hiyo tunasema ni trauma au tunaweka kwenye pande gani? Yaani imekufanya umekuwa better in a positive way after something. Mfano ametoa mfano wa wanaweza wa watu wawili wali experience wazazi wao kufariki, lakini baadaye mmoja akatana out to be a inspirational speaker, I mean motivational speaker, and the other one akatana out to be, I don't know how, but the other side. Sasa katika hao watu wawili, huyu aliotana out to be, tuseme okay, to term like it's a positive thing, maana I don't know the real definition of positivity and negativity, but huyo sasa ametana out to be a positive in our own definitions. Hiyo ni trauma au ni kitu gani? Yes. Sijui umeelewa swali langu kwamba kana trauma be turn out to be in a positive or only negative way? Okay, thank you very much for that question. And that's a very good question as well. Trauma is often related and associated with negativity. But let me just, I think Mr. Kamau has left. I think he would have been the best person to answer. He was also rushing to do some sessions and stuff. But the little I can answer, and as I also get consultation to even answer you best, is that trauma is usually associated with negativity. But what you've spoken of is what Mr. Kamau just said. Positive, what is it called? What did he call PTG? What did he call it? Yes, post-traumatic growth. Yes. So what you're talking about is essentially that post-traumatic growth, meaning you overcame the scenario, the event, and everything, but you became stronger. So that is the growth that you are, what have I just said? That's the strength that you now have, and that's who you've become, which, like you're saying, it's the positive aspect. So the negative aspect will always be trauma. Why? Because like you said, it's the reaction that you have and that has made you in a negative aspect. That's why you have anxiety. That's why you're feeling depressed. That's why you're feeling anger. That's why you're feeling shame. All those are actually negative emotions and feelings. But on the positive side, where you've now felt growth, you're able to deal with the situation better. You can now move on from it. That becomes positive traumatic growth, meaning the event has made you stronger. In as much as I don't like the saying, what doesn't kill you makes you stronger, ideally that's what you're talking about. So in that term, is for lack of better words right now, I think we could refer to post-traumatic growth. But now I'm thinking we could actually have a session with post-traumatic growth. Because now I have also
like I only know little about it, and it being something that's never discussed, I am genuinely very curious to see the depth of it. But in short and in summary, I hope I have been able to address Yeah. your question. All right, Dr. if you have anything, you may go ahead as I look for better No, I'm answers. saying Oh, it all goes back to your resilience window, and we've talked about this several times when tulivyokuwa tunaongelea stress, tulivyokuwa tunaongelea trauma, the other session when we're just talking about trauma, we talked about this. At the end of the day, what it goes back to your resilience window. So kila mtu kwenye akili yake kulingana na jinsi zile core beliefs zako ulizonazo na zile na experiences ambazo umewahi kupitia in the past zinakujengea hiyo resilience window. Sasa hiyo resilience window it is the in between wewe kwenda kwenye severe symptoms au wewe kwenda kwenye like between thriving and striving. Those are the two words. You are either thriving or you're striving. So your resilience window is what makes up that. Ndio maana wote mnaweza mkapata, mko kwenye basi moja mkapata wote ajali pamoja, lakini wewe ukatoka kwenye ile ajali ukarudi nyumbani vizuri. Yeah, you will feel it and you can choose to be grateful kwamba God, I'm so thankful kwa nimepona kwenye hii ajali. Wewe uka choose to praise through that experience. Mwingine aka choose to blame. Kwa nini dereva akuendesha vizuri? Angalia kitu alichonisababishia. Kwa nini? Kwa hiyo akaingia kwenye a circle of negative thinking. Wewe ulichoose kwenda kwenye positive thinking, ambapo badala ya kukubakiza pale kwenye ile hali ya tatizo, imekuondoa, imekupeleka kwenye kuangalia lile tatizo not as an opportunity. You saw that problem, not an opportunity, but you saw that problem in the light that gave you a different perspective of life. So kwa hiyo that hiyo haijagi naturally. Most of the time that comes because of a prior build of the psychologists call it the schema. Vitu ambavyo yani ule mtizamo wako wa maisha umeundwa na vitu ndani yako, ndani ya akili yako. Huo mtizamo ndio unaokusaidia mara nyingi sana kwenye kutoka kwenye matatizo. Like, I'll give you an example. For me, one of the things that my trauma gave me is I've become more daring because I'm like, yeah, if I survived that, what is the worst that could happen? That worst is not the worst that I have faced. I have faced much worse things than this. So, naingiza, I am doing that. I am going to go here. I am going to say this. So sometimes it brings that. Lakini that I can't say kwamba eti when my trauma was happening nilikuwa nawaza hivyo kwamba yeah, thank you, you know what, this is good, this is gonna make me stronger. No, I processed this trauma alafu ndio ikanipelekea huko. Kwa hiyo kuna danger pia sometimes ya kwamba sometimes the positivity is not actually you being positive, but is you sweeping under the rug the feelings that you are meant to feel because you don't want to feel them because they make you feel weak. Kwa hiyo I think that's the thing. So trauma can bring out positive results. Trauma in itself is not a positive thing, but it can lead to growth ama it can lead to a disorder ambayo tuliongelea leo. So either way, it can go either way. Don't know if it makes sense, Grace. Yeah, that was very informative kwa kweli. Hello? yes, go Yes, ahead, Pam. go ahead. Nataka ku-add kitu kidogo hapo kwamba I think in post-traumatic growth, especially kama haijaingia kwenye depression, especially or maybe hata ikiwa imeingia, lakini naongelea zaidi kama haijaingia kwenye depression. There is where the sentence time heals ina fit in. Time
heals kweli. Ina time, yani kitu kwa muda, nadhani mwisho wa siku una heal taratibu. Kwa hiyo sentence ya time heals nadhani it's proper on that particular aspect. Lakini pia kitu kingine mimi nadhani kama tulivyojifunza nyuma kwenye depression, nadhani tulikuwa tukiongelea masuala ya depression kwamba lazima kwanza ujijue what you are going through, because if you don't know then it will be very difficult kwa wewe kupona. Nadhani kama jinsi ambavyo ipo kwenye depression, even kwenye PTSD, lazima pia ujue what you are going through. Myself nimeundergo hiyo trauma kwenye maisha yangu, na naweza nikahesabu kama imepita sasa hivi ni miaka 13. It wasn't that good, pia ilinipelekea mpaka kwenda huko kwenye depression ambayo baada ya kujijua nilijaribu sana kuimanage, and I can say up to now kwa kweli growth yangu ni kubwa sana kwenye hilo eneo, kwa sababu hicho kitu bado kipo, lakini ninajifunza nacho, lakini ile intensity ya attacks imepungua sana kutoka mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5 mpaka huu mwaka wa 13. Kwa ndo narudi pale pale kwamba muda unaponya pia. Pale pia ambapo unaelewa kwamba Mungu anakupa ule uwezo wa kuelewa kwamba kuna vitu automatically tu you cannot change. You have to live with them. And then ukishapata hiyo neema ya kuelewa hilo swala, there are things you cannot change. That means you have to live with them. Then automatically too, and with time, unajikuta unaanza kuzoea ile situation and you live with it. That's it. Yeah, I think hapo umesema kitu cha muhimu. Yani time, ideally time should heal. Kwamba ukifiwa leo, ideally intensity utakayosikia leo siku uliopata habari za msiba na maumivu utakayosikia miezi 6 down the line haitaki kuwa sawa. Ideally, that's the ideal situation. That's very Sasa saa true. nyingine ndio unakuta sasa kuna changamoto ikitokea sasa hapo. So when this trauma, your brain has refused to process it, has refused to handle it, hapo sasa ndio lazima uende kuomba msaada, kwa sababu umeshindwa kuprocess wewe mwenyewe. If that pain, kuna watu wengine siku zinavyoenda, the pain is not lesser, the pain is more. Na kwa hiyo kama hiyo regulation mechanism ile tunarudi tuliosema ile your resilience window, kama regulator yako ya akili imegoma, you need help, and it's not a bad thing, because it all depends. Mnaweza wote tukafiwa na baba yule mama yule, lakini all the siblings have it, even now, hata kabla hawajafa walivyo hai, we all have very different relationships, so it's the same thing, and it's not that mbona huyu ameweza. Watu wanapendaga kuambia mbona kaka yako au dada yako, mbona hao wameweza, wewe unashindwa nini? No, like you're built different, and that's okay. It's okay, because we are not built the same. So I think that's the ulivyosema hapo Pamela kwamba yes, to be honest, time does heal. I am also a believer of that, but I know for sure that sometimes kuna watu sasa they need the extra help because they need the extra help kuwasaidia sasa hiyo time kweli heal. So they might need some guidance or two. So if they have a friend confident, but if they don't, then definitely seek for professional help, especially kama leo tumeongea PTSD is a diagnosed disorder. It's a clinical disorder. So you can't just manage PTSD nyumbani. It's very dangerous to do those things. Go
and get proper help. It's very important. Na ndio maana nilisema pale kama haijaingia kwenye depression na mambo mengine. Yeah, ndio nimesema ni kweli. Yani like you said it kwamba yani ideally tunatakiwa tuweze kuendelea, lakini ndio hivyo sasa, kama ndio Exactly. kama kumesha kuwa na changamoto na umeshindwa, you know. Yeah. Farisa, or anyone else who has anything else? And yes, we can end. One of the other things pia Pamela umesema, which I think is important, ni knowing. Now we've been trying to talk about this, and the reason, part of the reason even we're having all this Zoom, kwamba kujitambua mapema, because the earlier you get to know your problem, the easier it is to reset. Kwa sababu kama ukikaa ukaja kugundua tatizo when it is so big, yani the principle is the same for any disease. Ukigundua cancer ikiwa stage 1, possibility ya remission ni kubwa. Ukigundua cancer ikiwa stage 4, ndio unaona hata hospitalini wanakuambia tu samahani sana, tunaenda tu palliative care sasa, because then it's so hard to return it back. Kwa hiyo it's the same with the brain. Ukishaanza tu kujiona siko sawa, najitenga, I'm more irritable, I'm more anxious, I'm not sleeping well, I'm not eating well, or I'm overeating. And ukishaanza tu kujiona, it's good to kind of, you know. Mimi kuna rafiki yangu mmoja alishai kunifundisha au kuniambia kitu. I don't know if she's right or wrong, nisi ingawa na mislead watu, na kama na mislead maybe mtaniambia, but kama ile kitu inaniingia kila siku kwenye kichwa changu and I'm trying to nadhani najaribu kujifundisha kile kitu. Nadhani ifike mahali kwenye maisha, kwenye haya matatizo ambayo tunayapitia kila siku, tujifunze at least I don't know how to put it, but maybe to foresee kitu before hakijafanyika. I don't know if it's the right sentence, lakini ninachotaka kumaanisha, labda nitoe mfano ndo mtaweza kunielewa. Huyu rafiki yangu aliwahi kuniambiaga siku moja, we were discussing, sijui tuliona kitu gani, anadhani tulikuwa tumeenda kwenye msiba au tuliona msiba mahali kwenye social media, I don't know, lakini ile mtu labda anarekodi, anaposti kwamba anajirusha, anajitupa, anazimia, anaamka, akiamka tena anazimia chini, yani kwamba haamini kilichotokea. Sasa ile rafiki yangu aliwahi kuniambia kitu, tena nitapenda sana siku moja because kama mtani allow, kuna siku na yeye nitakuomba dada Tuse aje atoe somo kuhusiana na kitu. Ni a very good coach. Akawahi kuniambia kitu, akaniambia hivi, hawa watu wanaojirushaga hivi hawajawahi kujua kama kuna kifo. Hivi toka tuko wadogo tumeshafika miaka 5, 6 hapo, tumeshajua. Yani wewe hapo ulipo hujawahi kujua kwamba kuna siku babako atakufa, kuna siku kifo ni lazima, ni ahadi ya lazima. Kwa hiyo kama ni ahadi ya lazima kibibilia, si lazima unajua kuna siku babako atakufa, si lazima unajua kuna siku mamako atakufa au mume atakufa au mtoto. Then kwa nini unajirusha? Kwa nini unazimia? Kwa nini usitumie huo muda kumshukuru Mungu kwa hayo maisha? Yani I don't know, ukiangalia katika, nadhani hii unatakiwa uitafsiri kiroho zaidi kuliko kimwili, lakini ukiangalia zaidi ni kweli. Yani kwa nini tunalia kama watu tuliokata tamaa wakati tuko tunajua kuna siku
utakufa. Same as ndoa labda, au hizo relationships. Kwa nini tusiingie, sio kwamba uingie ukijua kwamba utaachwa, hapana, ila ujue kwamba uoga kuna kuachana, uoga kuna matatizo ya ndoa, na kama yanamtokea mtu mwingine yanaweza kanitokea mimi pia. So yakinitokea nijue ni jinsi gani I don't know. Sasa akili hapo sasa kidaktari zaidi, akili ya binadamu imeumbwa vipi kuweza kuforesee haya mambo? Kwa kweli hapo I cannot explain, lakini kuna vitu ambavyo sisi kama binadamu tunavijua, possibility of happening tunazijua, and yet we are acting overboard thinking kwamba tulikuwa hatujui. I don't know, naomba mnicorrect if I'm wrong. Hata mimi nafanya hivyo kuna saa, lakini tuidiscuss kibinadamu. You've actually mentioned something very, very powerful. But there's someone else who wants to speak. Please go ahead before I speak. I think it's Benny. Please go ahead. Yeah. Yes. That was very good point from Pamela. Naomba tu kujazia kidogo alikosema Pamela hapo, kwa sababu amegusa one of our discussions today with my colleagues, na kuna mtu akaongea her real experience kwenye maisha ambayo na mimi nilipata a very big takeaway. Akasema kwamba yeye actually alishare details zake kabisa za maisha yake. Actually I won't be able to say each and everything, lakini kwa pati ambayo ameisemea Pamela, like kwenye engo ya kuforecast kwenye maisha, so yeye kuna kitu akaongea tu in general, lakini baadaye aligo deep akasema kwenye maisha, yani kama yeye akashare her real experience kwenye maisha, akasema kuna vitu yeye hafanyi kabisa kwenye maisha kwa sababu there is no rewards for them. Na kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu kama havina rewards, asipovifanya, in case kesho kuna chochote kitatokea mule ndani, kwa yeye hakitamuumiza, because halikuwa hafanyi hivyo vitu ambavyo she won't get reward for them. So just to bold alikosema Pamela kwamba kuna vitu tunatakiwa tu forecast kwenye maisha, itatuweka kwenye position ya to get rid of these problems ambayo most of us we are experiencing. Hicho tu nilisema nijazie hapo kwa Pamela. Thank you. Yes, thank you so much. Yes, true. And like I was saying, what Pamela has touched is something in psychology that is a new branch, well, fairly new, which is positive psychology, meaning you now look at the world beyond, beyond what just happens. Like you're saying, you have to go spiritually, you have to go deeper for you to think about it. And actually, for post-traumatic growth, there is an aspect under positive psychology. And in Kenya, positive psychology is very, very prominent as opposed to here in Tanzania. But I would definitely love to have even a more engaging session where we can even tap into what Pamela is telling us today in a depth, in a better depth. But just to say, in summary, is you're very right. A lot of people act like what is happening is the end of it. And that's because as humans, those emotions feel so real for you too. Like it's very hard for you to remind yourself that, hey, there is more to this, or like this is a reality that you're expecting, because we're just like that. That's just unfortunately how we are. So you have to constantly train yourself, constantly remind yourself, constantly be in the space of gratitude that, hey, I'm alive here, but of course I know tomorrow I might not be. Or my parents are alive, but tomorrow they might not be. Or I am grateful for this marriage, but maybe tomorrow it may not be there. That's a space that we are not accustomed to. That's why it's very hard for people to do it. And you see, the other thing is, especially if you look at it in funerals, if you're someone who doesn't cry in a funeral or doesn't, react, quote unquote, unfortunately, people look at you in a negative way, like, okay, so did you not like your dad, or are you okay? Like that, instead of actually like letting it go and letting it be normal, people are gonna question it, and so you then have to just adapt. I think I've seen this in the past few funerals that I have unfortunately attended.
where if I'm not crying, then people just think I don't care. But that's not true. I'm already at a space where I knew, okay, perhaps he was even sick. So I knew, yeah, my grandfather is probably gonna pass anytime soon. I've sort of accepted. But you see, we are not accustomed to that. Now that becomes something that we need to be reminded of. And like your friend has said, yeah, these are things we know, but just because we know, are we practicing them, right? And so that's also one of the reasons why we also offer these sessions as well, like Dr. has said, that you get to do it earlier, making it easier for you to even change anything that needs to be changed, and creating new habits, new thought process, new patterns in your life that now helps make it easier for you to even become more resilient, digest situations better, and all those good things. But now my takeaway from this is I definitely need to do something and talk about positive psychology. I think for those that attended yesterday's session, the one I sent, is Dr. here? I don't think she's here. I think she's already left. I think she'll tell you just how mind-opening it is and very freeing, in fact, when you're in that space. You know that things will be bad, but there's also things will be good. So what do you do? And all that and all that. I somehow passed my class for positive psychology, but the point of that is, I think the moment I was able to learn that, it changed me. And I think what's missing is that knowledge and the fact that the training and rather the accustomedness of someone remembering these things. Because how are we practicing them? How often are people telling us? How often are we doing them? That creates the difference. I don't know if I'm making sense. Was I unmuted? Okay, I was unmuted. I don't know if I'm making sense from Yeah, what I I've think said. Grace wanted to speak. Sorry. Yes, sorry. Niko namwelewa sana Pamela na wengine kwenye hili, lakini naomba niwe na jicho lingine kidogo. Foreseeing au forecasting anything ni kitu kizuri sana, lakini sio wote wamefika huko. Watu wengi bado hawajafika huko, wengi sana, asilimia kubwa ya watu hawajafika huko, na kinachotusumbua nafikiri, mimi binafsi naona ni emotional intelligence, lakini pia uncertainty, kwamba unaweza ukawa unajua kuna habari ya vifo au duniani kuna matatizo, hasa kama ni mtu wa imani. Mfano wa Kristo tunaamini kwamba duniani kunayo dhiki, kwa hiyo unakuwa unajua hayo mambo yako, lakini hujui ni lini atakupata, ukiwa katika hali gani. Kwa wale ambao wanaweza kuyapokea na kusema kwamba okay, akili yangu niisha reset kwamba naweza nikapokea hayo matatizo na ikawa okay, ni wachache sana. Kwa mimi ninavyoelewa, naona ni watu wachache sana, ambao pia ni watu ambao wanapenda kujifunza, au temperament ya mtu inaweza kachangia kwamba yeye ni mtu wa kama ni hivi ni vile. Nafikiri mnanielewa nikisema hivyo, temperament inaweza kachangia huyo mtu akawa ni mwepesi, kama Datusi alivyokuwa amesema pia, the window of kuwa nani. Kwa hiyo ninachojaribu kusema kwamba ni kweli hicho ni kitu muhimu, lakini we have to show some grace. Watu wengi hawako kwenye huo upande, na most of the people pia, hasa ulimwengu unavyozidi kwenda, they are not spiritual, na pia watu wengi hawapendi kujifunza. Kwa watu wengi hawajifunzi, na tumelegeza akili zetu, na pia hata hiyo emotional intelligence inayoongelea, yani watu wengi ndo kwanza inazidi kudecline kwenda kwenye upande ambao ni very low. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunavijua, wanajua au tunavijua kwamba kuna matatizo duniani, na wengine pia wameenda faa zaidi. Sijajua hiyo positive psychology itakujaje. Kuna watu ambao pia wamejijengea akili zao, wanapokea vitu very positively, yani to the extent kwamba wanajua kuna kifo lakini hawakikubali, yani wanaona kila kitu ni positive. Wanajua kuna matatizo lakini hawayaweki kwenye akili yao. Sijui mnanielewa kwamba ninakoenda, kwamba
Yaani imeenda sasa, badala ya kuwa kwa uzuri imekuwa kwa ubaya, kwamba mtu matatizo anajua yapo, lakini akilini ameshayaondoa. Kwa hiyo mtu huyo yakimtokea hatakuwa kwenye hiyo positive side tena, kwamba atayapokea kwa uzuri, yatamuumiza tu, kwa sababu akilini amepambana akili yake aiweke in a positive way. Yani amekuwa very optimistic kiasi kwamba kila kitu anaamini kifo hakipo, na hiyo uncertainty kwamba sawa, tunajua kifo kipo, lakini kimekuja lini? Unaona, kama ni mzazi sawa, unajua kwamba mzazi wako kuna siku atafariki, lakini je, amefariki wakati gani? Kuna wakati naweza kusema kwa akili ya kawaida, kuna wakati unamhitaji zaidi mzazi, na kuna wakati ni umhitaji sana ingawa bado ni mzazi. Kwa hata akifariki unahisi okay, anaweza kulipokea, lakini kuna wakati ni ngumu kupokea. Mfano sasa ndo mzazi ndo tegemezi, anakusupport in each and everything, sio rahisi kupokea. Yani sio rahisi, hata kama unajua kwamba kuna kifo. Ambao wameshafika hiyo level au ambao kama upo au nipo ni watu wachache sana. Kwa hiyo what I'm trying to say ni kitu kizuri, lakini we have to show some grace and tusiwe judgmental. That's all. Yeah, no, I mean, this is a topic in itself, and I remember, nakumbuka wakati mimi niko chuo, wakati tunajifunza haya mambo, I would always laugh and I would be like, it's interesting ambavyo psychologists wanajifanya wanagundua vitu. These things are in the Bible. If you read Philippians 4, that is Yes. the asset for every every mental health thing. Yani almost all theories of mental health are coming from Philippians 4. So most of these things are just there. Like, and it's just interesting, Pamela umeongea about this topic, because I literally was listening to Jana somebody who was talking about why we're anxious and the spiritual cure for anxiety, na akaongea kitu almost the same, lakini alisema kitu very interesting, and it's you know, we say we are not even forecasting. It's not even forecasting. Wala sio kwamba eti tuna tabiri ya mbeleni. No. It's us being true. You're just speaking truth. It's just each of like and I was like, that's actually true. You're not saying anything that's not true. Is it true that we will all die? Yes. Is it true that I will be sick one day? Yes. Is it true that I might lose a job? I might be divorced one day. Yeah, that I might be divorced. Is it true that my partner can cheat on me? Is it true that my job can be lost? Yes. Is it true? Like, it is just truth. It's not foreshadowing, it's just truth. And because it is truth, kinachotufanya tupate shida ni kwamba hatuishi kwa wakati. So recently, kama nchi zetu tumepata ile pigo la USAID. I can tell you kwamba kuna watu sasa hivi ambao wameachishwa kazi wiki mbili zilizopita. Kuna watu sasa hivi they are struggling to feed their families. But there are people walioishi kwa wakati, they had some good savings, so they will be settled. Hii ni elimu ngumu sana, lakini ni elimu rahisi sana. Na yote haya yanatokea wapi? Yanatoka kwenye malezi, yani yanatoka tulipokuwa. Hizi foundations hizi tulizoweka akilini ndo zinazotufanya either we thrive or we strive. Kwa hiyo for us to get there, kama anavyosema Grace, for us to get there, you have to have a mindset of learning. Lazima ujifunze, sio tu learning, kikubwa ni ku-unlearn. Kuna vitu vingi sana viko kichwani kwetu, kuna misimamo mingi tumeiweka kichwani kwetu ambayo haina hata maana, yani inaturudisha nyuma kila siku, you know. Ndio maana mtu yuko, yani kwa mfano mimi nikiangaliaga, hata kwa mfano I think was it yesterday, the day before yesterday, nilikuwa naangalia some clip and the partner
was assuring the wife that I'm always here, I'm not going anywhere, I'm not going to die. And I'm like, of course you're going to die. Lakini sasa hivi vitu movie sijui nini tunaviangalia, watoto wetu wanaviangalia, tumewaachia tu, wanaangalia vitu vingi, wanaangalia vitu vya superpowers and how like there's so many things tumeweka kwenye akili ambavyo vinatufanya sasa tuishi maisha ambayo sio, it's not hata being positive, it's being unrealistic. Na ndio maana unaona hata a lot of our Gen Zs wanaishi maisha yani wako kwenye changamoto kubwa kwa sababu maisha yao mengi ni unrealistic. I want to be an influencer today and get 1 million followers and be rich tomorrow. How realistic is that? But wametoa wapi those ideas? So I don't, it's a journey. It's a journey. And na kwa kweli kwangu mimi, I don't know how you go through this journey if you don't have faith. Hapo ndo sielewi, lakini I am surrounded with too many atheists and I wonder how they survive. Sometimes I just pray. Lakini I wonder because I am like, yani ukiwa kwenye hizi moment unaangalia wapi? Unaangalia wapi? Sijui. Yeah. Dada Tuse umeongea vizuri sana sana sana, na hata dada aliyepita pia ameongea vizuri kwamba kweli kabisa watu wengi hawako kwenye hiyo side, lakini yani kwa mara ya kwanza leo nimesikia hicho kitu kinaitwa positive psychology ambacho kinaelenga huu upande. Kwa kweli mimi nadhani we need to address it vibaya mno, yani iingie kwenye vichwa vya watu, kwa sababu if at all hivi vitu ndo vinakuja kutuletea haya matatizo yote. Kama there are some people who can learn na wakaweza, may believe kwamba ikiwa advocated vizuri, tukaongeza namba ya watu ambao wataelewa, tunapunguza matatizo kwa kweli. I admire, hata mimi sipo huko, naongelea huko, lakini ni vitu ambavyo naendelea kujifunza kila siku. Kumbe ni vitu ambavyo tayari vimeshaanza kugundulika na vinataka kuanza kufundishwa. Lakini kuna saa mimi huwa na kuna watu, mfano kama huyo rafiki yangu huwa namwadmire sana. Hiyo siku wakati tunaongea, kwa sababu ngoja nikuulize, hivi umeshakutana na mtu yani yeye anaweza akakwambia yani siku mimi mamangu akifa sijui hata nitafanyaje, yani ameshajiandaa, yani it's like unajiandaa na hicho kitu, which is not good. Lakini ndo nilikuwa nataka kukwambia mfano kama huyo rafiki yangu alikuwa ananiambia, yani mfano amefika, nafikiri yeye amefika kwenye level ambayo ni extreme kidogo, I don't know, manake nashindwa hata kumuelewa, kwa sababu unajua sometimes unaweza ukafanya vitu, alikuwa ananiambia hivi vitu ambavyo navifanya mimi, of course jamii haitaweza kukuelewa, which is very true kama alivyosema dada hapo aliyopita. Kuna vitu utavifanya unaweza ukaonekana hata ni mchawi, kwa sababu mimi aliniambia kwamba hivi, kwa mfano mimi aliniambia kwamba yani mimi siku hata nikitokea kwa sasa hivi kwa level nilofika sasa hivi, ikitokea mtu amekufa, whether ni mume wangu au ni mama, naweza hata nikaambia watu kesho au kesho, yani nataka niweke mambo yangu sawa kwanza. That's the level of composure aliyofika. Lakini anasema mtu amekufa sasa hiyo, unapiga kelele, majirani wote wanajaa. Anasema na kwa nini watu wafike yani alinichekesha hiyo siku. Anasema kwa nini watu wafike nyumbani kwangu kwamba ndo msiba tayari umeshatokea, mimi najirusha huko, wanaanza kusogeza vitu vyangu ambavyo mimi nimevipanga vizuri. Hapana, mimi nataka yani anyway, you understand. Kwa hiyo yani amefika kwenye level ambayo mimi mwenyewe siielewi kusema la kweli, but when you think of it, kwa sababu pia hiyo chaotic inayotokea hapo inazidi probably kukuzidishia hizo trauma. Hebu niambia hapo ndani ukija una reflect watu walivyokuwa wanaingia, watu wanasogeza vitu vyako, baadaye sasa huo msiba umeisha, hiyo ni trauma. Lakini what if ungekuwa composed,
ukaweka vitu vyako, ukamuita labda mtu mmoja, mkachukua maiti mkaipeleka, ukasema okay, sasa naanza kupiga simu. Ukifika unakuta watu wakifika unakuta ulisha order, viti vimefika, vimepangwa, watu wanakaa hapo nje, viti vyako vinakuwa, yani I just don't know, ni level ya juu ambayo pia hivi vitu nadhani kwenye maisha we need to learn. Of course anaweza akawa yuko extreme, lakini kuna vitu nadhani inabidi tujifunze. Composure ni I think muhimu. yani cha muhimu Pamela, it's not even haya mengine yote the external, actually most can do, watu wengi wanaweza kafanya hivyo vitu lakini hivyo vya external like yani the most important part ni namna ambavyo unaweza ukalinda amani yako ya moyo kwenye situations hizo. Hiyo ndio the most important part. Hata kama nani, because at the same time pia tunaishi kwenye jamii, tuna mila zilizoko kwenye jamii. Kusukumaga makochi watu kukaa chini, wasipokaa chini wanaona hawajakaa msibani. Ni kweli. Mimi ni Mnyakyusa, eti sijui eti uje Unyakyusani jamani. Watu wa Nyakyusa mtu asipolia kuanzia chini kule huko migomba inapoanzia anaona hajafanya jambo. But at the same time, yani I know misiba mingi. I can give an example. Nakumbuka bibi yangu alivyofariki. Watu walilia afu baada ya tulikuwa tumetoka Dar, alifia Dar, tumeenda Mbeya, tumekaa hatukutaka kuamsha watu asubuhi, kwa hiyo tukalala ndani ya gari kwanza, alafu asubuhi ndo tukasogea sasa nyumbani. Tumefika, of course sasa majirani si walikuwa wameshafika na wengine walikuwa nyumbani wamekuja, wamelia na Wanyakyusa kama mnatujua, tunajua kulia. Wamelia. Baada ya lisali moja akasimama mchungaji ambaye alikuwa ni rafiki yake sana na bibi yangu. Akasimama akasema, haya, mngekuwa mnaelewa Kinyakyusa ingenoga zaidi, lakini akasimama yani akasema, haya, imetosha, sasa tunaimba. Alikuwa anaitwa Justina, sema walikuwa wanamtaniaga Mkinga. Sema Mkinga alikuwa mtu wa furaha na sisi tunamzika kwa furaha. You know what? Baada ya ile lisali moja hakukuwa na kilio kingine, sio kwenye kuzika, sio kwenye nini, nobody cried. Yani baada ya ile watu walivyolia, lakini it was just because maisha aliyoishi. Unajua hicho ndo kingine kinachofanyaga watu walie, maisha aliyoishi mtu. Sasa nyingine watu kinawauma sana, maana mtu amekufa kwa namna ngumu, you know. Lakini pia sometimes vitu kama kufiwa na mtoto, unajua, yani kuna kufiwa na mtoto kwa mfano, sio rahisi. yani kuna zile death ambazo kama alivyosema kwa mfano Lili kwamba yes we all expect death, lakini hujui lini, na most of the time the natural order of things ni kwamba utaanza wewe, sio mtoto wako, you know. Sasa unapofiwa na mtoto sio kitu ambacho unategemea, kwa hiyo trauma ile inakuwa kubwa, lakini kikubwa sana, yani kikubwa ni hiyo, kuwa na kile kitu cha ndani kinachokuweza kukulinda, na hicho kitu cha ndani ni nini? Ni Roho Mtakatifu. So kama hauna, mi sijui nini kinakulinda, mi sijui. Amen. Yeah, lakini yani ni kweli, ni Mungu atusaidie tujue namna ya kutembea kwa wakati. Marahisi. Sio mambo marahisi. No, sio mambo ya marahisi. Huyo mchungaji nilikuwa namsikiza jana. Yeah, sio mambo ya rahisi. Yeye alikuwa anasema one of the kitu kinachotupa anxiety kubwa ni kwa sababu yani tumeown dunia. Yani tumejifanya kama sisi ndio owners wa hii dunia. Kwa hiyo hata kwa mfano watoto wetu, waume, wazazi tumewaown. Tumesahau kwamba they are not ours, ni wa Mungu. Ndio maana hata mtoto akikusumbua, mtoto akianza kuvuta bangi, ukienda kuomba unasema mwanangu, no, sio wa kwako, umwambie Mungu, mtoto wako analeta shida, sio wa kwako, ni wa Mungu. And if we learned that, ingetupa amani. So I don't know. Yeah, overall ni safari, wote tunatakiwa tuwemo kwenye hii safari ili tujifunze kuwa
na resilience zaidi. That's the overall point. Amen. Mungu atusaidie. Yeah, jamani, asanteni, tumeongea leo but I hope mimi nimejifunza mengi.